Halo, mambo vipi? Habari ya mida hii popote pale ambapo unaniangalia. Natumaini kwamba uko poa. Jina langu naitwa Erica Lulakwa na karibu katika channel hii. Na hii channel inahusiana na mambo ya maongezi tu. Hii hapa ni talk channel. Inaitwa Unfiltered. Inaitwa I am Erica. I am Erica. Okay, America TV. Hiyo ndio channel yangu. Hii hapa sasa, hapa ndo utakapokuta mambo yote ya maongezi. Lakini katika Erica Lulakwa, at Erica Lulakwa, kule ni mambo yanayohusiana na muziki. Na kama umekuwa ukinifuatilia basi unajua kwamba mimi ni mwanamuziki. Nimekuwa nikiimba kwa muda mrefu, lakini pia ni mtozi wa muziki na ni mwalimu wa muziki. So, karibu sana na natumaini kwamba uko mzima. Leo naenda kuongelea maswala machache. Najua muda mrefu sana sijaongea, sasa hivi karibia takriban miezi sita sijaongea kabisa. Kwa hiyo leo hii ninaanza kuongea. Naomba tuende sambamba na katika mambo ambayo yako moto, hasa tukianzia upande wa upande wa Tanzania. Kuna mambo mengi sana yametokea mwaka 2025. Mambo mengi yametokea na nilikuwa sijasema kitu chochote. Unaelewa? Kwa basi sasa hivi ikabidi nije hivi sasa ili niweze kuongelea kidogo katika zile hot topics sasa zinazowahusu wasanii wa Tanzania. Najua kwamba kulikuwa mimi sina uhakika kwa sababu mambo mengi sana yako mtandaoni, na naamini kwamba Tanzania ukijumlisha wazee, watoto, umri ule wote, najua kwamba wapo wananchi wangapi? Wananchi zaidi ya milioni 60. Si ndio? Wananchi zaidi ya milioni 60. Na katika maisha ya mwanadamu basi mwanadamu kapangiwa kwamba kila mtu afanye kile ambacho anaamini kukifanya, ili mradi tu kwamba kisiweze kumdhuru mwingine. Si ndio? Kwa hiyo lakini isije ikafika mahali, na inafika mahali sasa kwamba naona wanadamu sasa inabidi tuanze kupangiana nini cha kufanya. Unaelewa? Nini cha kufanya, nani wa kumwabudu. Huwezi kumlazimisha mtu akamwabudu amwabudu au asimwabudu Mwenyezi Mungu, ingawaje Mwenyezi Mungu yeye ndiye anayetuongoza na ni mkuu kuliko mambo yote. Yeye ndo mkuu, yeye ndo aliyokaa pale mahali palipoinuka. Na basi katika wanadamu wetu sisi tuna njia mbalimbali za kuweza kumfuata yeye. Ndio maana unakuta kwamba kuna madhehebu tofauti na hakuna mtu yote anayelazimishwa kufuata dhehebu fulani. Vile vile tukija katika masuala ya siasa, basi hamna mtu anaweza kumlazimisha fulani kwamba wewe egamia upande huu, wewe nifuate mimi au wewe mfuate yule. Kila mtu ana utashi wake na kila mtu ana upendeleo wake kwamba wakipi akifanya. Sasa nikija katika swala la wasanii, nimesikia kwamba sasa hivi au labda kipindi kimepita, baadhi ya wananchi na nasikia kwamba wanagoma kuwa support wasanii kwa mambo mbalimbali, hasa inapokuja katika ile kujipatia riziki. Sasa ngoja nikwambie ndugu mwananchi kwamba Tanzania kuna watu zaidi ya milioni 60. Si ndio? Sasa kama Tanzania kuna watu zaidi ya milioni 60, sana najua kwamba kuna watoto, sijui kuna watoto wangapi, sijui kuna wazee wangapi, na sijui kuna vijana wangapi, lakini najua kwamba ni zaidi ya milioni 60. Sasa katika hao sina uhakika kwamba kila Mtanzania hapendi kumsupport msanii, hasa katika wale wasanii ambao walihusika na masuala ya siasa. Wanielewe? Na kama nilivyosema kwamba kila mwanadamu ana uhuru wa kuchagua wapi anakotaka kufuata, si ndio? Wewe ukiamua kwamba hupendi kumfuatilia mtu fulani, basi fanya vile kwa ustaarabu. Sawa, umeamua kwamba hutomfuatilia mwanamuziki fulani, fanya tu kwa ustaarabu. Kuna njia zipo nyingi tu
za kutomfuatilia mtu. Sawa, utasema kwamba mimi siwezi kufuatilia, siwezi kuja kwenye matamasha yako. Mimi ni kama ninavyoendelea kusisitiza, Tanzania kuna zaidi ya milioni 60 na sijaweza kufuatilia kuona katika, kama kweli kuna watu wanasema kwamba hatuwasapoti wasanii, basi ningetegemea kwamba katika zile page zao za Instagram au basi mamilioni basi yaporomoke yaende mpaka 0. Hapo kweli ndo ningesema kwamba ukweli watu wametia mgomo, si ndio? Na sijafuatilia, lakini nitafuatilia nione. Aya, kama mnamtilia mgomo msanii fulani, labda sisi alikuwa na milioni 10 followers, basi wakaenda wakateremka mpaka milioni 1. Hapo kweli utasema kwamba watu hamtaki kwa support wasanii licha ya kwamba mnaongea, sawa? Sasa na vile mimi nakuja hivi nasema bado nasisitiza kwamba kuna milioni zaidi ya milioni 60 zaidi ya watu. Kwa tunaposema kwamba hatuendi kusupport, kwamba mtu haendi kusupport msanii fulani, unakuwa unamaanisha nini? Unafikiri kwamba unaweza ukawalazimisha watu wote kwamba wasiende kusupport wanamuziki Unafikiri kwamba katika milioni 10 wanao support yule msanii kwamba hata pale hata laki kadhaa hatopata? Hapana. Mimi naamini kwamba support bado zitaendelea kuwepo, sawa, na haya mambo tusiyafanye yani kwa kukurupuka au kwa hasira au kwa nini, lakini mimi naelewa kwamba support bado zitakuwepo tu mbalimbali. Kuna njia nyingi sana za kujipatia pesa. Sasa ngoja niambieni kitu kimoja. Katika kusema kwamba hatuendi kwa support wasanii, sawa, njia ziko mbalimbali. Lakini katika mojawapo ya njia ambayo sio sahihi ni ya kudhuru mtu. Either unaweza kumdhuru kimwili, ukamdhuru kimali zake, au ukamdhuru kivinginevyo wote. Hivyo ni vitu ambavyo havikubaliki katika jumuiya. Hasa kwa mfano unaenda kuvamia mtu, unaenda kuchoma sehemu fulani ya kazi ya mtu. Ile inahusiana na nini? Unaenda kuchoma duka la mtu. Linahusiana na nini? Kwamba yule msanii mmoja tu yeye ndo alojihusisha kwenda kusupport ule upande ambao anauamini yeye, kwamba itasaidia nini? Kwamba maisha hayatoendelea, kwamba maisha sasa hivi hayaendelei Tanzania? Au utasema kwamba hamsupport wasanii? Ni wasanii wangapi ambao hamsupport wasanii wote? Okay, na mimi nikiwemo labda uwezo tumsupport mimi hunijui na wala hujawahi hata kuniona. Sana sana utaniona hapo. Wale wanaonijua ni wale wanaonifuatilia na kweli wanafuatilia, kweli wanamfahamu Erica, wapo na wapo wachache sana. Kwa kusema kwamba let's say unasema kwamba huwezi kumfuatilia Erica. Wewe mimi ukinifuata usinifuate, unaona? Haidhuru, haina madhara yoyote yale. Unaelewa? Hayapunguzi wala hayaongezi. Lakini wale wanaonifuatilia na wamekuwa wakinifuatilia na wanajua kitu gani ambacho wanakifanya, kweli hao ni watu ambao wanafahamu. Lakini tukisema tu kwamba tukurupuke, tuamke tu tufuate mkumbo, ninaamini ni kwamba ni watu wachache sana. Na mitandao ina shamra kweli. Maana mtu ukifikiria kwa tabia, jamani kumbe hamna kitu chochote. Wewe tuseme nenda tukaitishe, mwambie msanii yote tu hapa aitishe tamaa uone tamasha. Watu wataenda. Na pointi yangu ni kwamba hivi, kuna njia salama za kuweza kuwaomba watu wanaohusika, lakini sio kulazimishana. Hakuna kulazimishana ambako kulishaleta mabadiliko yoyote. Hapana, hakuna. Kwa hiyo mimi naomba tu kwamba wasanii waendelee kufanya kazi zao, kadiri wanavyoona kwamba inafaa. Na watu sisi wa kawaida tulioko mitaani basi tuendelee kuishi maisha yetu. Na zile hasira za kukurupuka ambazo hakuna hasira yote iliyoleta matunda chanya, hakuna hasira. Nasema hasira ni hasara, hamna hasira yoyote iliyoleta matunda. Kwa hiyo wasanii, mimi nasema hivi, tarudia tena. Uhuru wa kila mwanadamu kufanya kile kitu ambacho anataka, ili mradi kisimdhuru mtu mwingine. Unaona? Kama ni kuabudu dini fulani unaruhusiwa. Kama ni kufuata siasa fulani unaruhusiwa. Kama sijui ni kufanya nini mtu unaruhusiwa. Ili mradi
hutembei uchi, unatukana watu, huendi kupiga watu marungu, huendi kuchomea watu nyumba za watu, huendi kuchomea watu sehemu zao za kazi, huendi kuchomea watu sehemu zao huendi kuchoma vitu vinavyosaidia jamii. Lakini kila mtu ana uhuru wa kufanya kile anachotaka, ili mradi tu kisiwe na madhara. Mimi ndio point yangu leo, na hakuna mtu anaweza kumlazimisha mtu yoyote ili afanye yeye kile kitu anachokitaka. Hakuna. Huwa ni kupitia maongezi ya amani. Anyways, ndo hayo tu kwa leo. Kwa point yangu ndo hayo tu. Basi na ukimaliza hapa, hebu kacheki hiyo channel ya Erica Lulakwa. Check tu muziki yangu, ipo huko, iko fresh. Afu na muziki mwingine tena unakuja huko, unaitwa Moyo du. Asante, tuonana wakati mwingine. Bye.